naanza kuteremka ndani mwake, and suddenly they want to pray again. na unahisi wanataka kuomba tena. It's because they came in contact Ni kwa sababu wamekuja karibu with the presence of God. na uwepo wa Mungu. That is life Hiyo ndio uhai responding to water. unaoitikia maji. So a farmer may say, Kwa hivyo mkulima anaweza sema, I cannot see everything that is happening underneath the ground. siwezi ona kinachofanyika chini ya udongo. And somebody in the church may look at your life Na mtu katika kanisa anaweza kuangalia and think na nothing akafikiria and think nothing's happening. na akaangalia akasema hakuna kinachofanyika maishani mwako. But what is happening is Lakini kinachofanyika ni they can't see your roots. hawawezi ona mizizi yako. They can't still see that you still have faith. Hawawezi ona bado una imani. They can't see that you still have a little hope. Hawawezi ona bado una They tumaini. can't see that you still have a little desire to serve God. Hawawezi ona bado una tamaa ya kutumikia Mungu. They can't even see everything after you've experienced. Hawawezi ona mambo ambayo umeyapata. But you still have come to church. Lakini bado unakuja kanisani. And sometimes Na kwa mara mingi a little is enough. A little is enough kidogo inatosha for God to work with. kwa Mungu kufanya kazi nayo. That's why Job 14:9 Ndio kwa maana Job mstari mlango wa 14 mstari wa 5 is so powerful. ni ya nguvu sana. Yet through the scent of water, Ya kwamba kwa harufu tu ya maji it will bud. itachipuka tena. It doesn't even say that the tree was standing even in the river. Haisemi ya kwamba mti ulikuwa umekauka katika mto. It said it smelled water. Inasema ya kwamba katika tu harufu ya maji. And so something inside says, Kwa hivyo kuna kitu ndani kinasema, because I've smelled the water, kwa kwamba nimehisi harufu ya maji, maybe I can live again. kumbe naweza ishi tena. Amen. Amen. So if you can still pray, Kama unaweza bado omba, even just a little, hata kama ni kidogo, that means there's life in you. inamaanisha bado kuna uhai ndani mwako. If you can still worship, Kama unaweza abudu, even through the tears, hata katika machozi, there's evidence of life in you. hiyo ni ishara ya kwamba bado una uhai. If you still believe Kama bado unaamini that tomorrow can be different, ya kwamba kesho yako inaweza kuwa tofauti, there's evidence in life in you. hiyo ni ashiria kwamba bado kuna maisha ndani mwako. If something inside of you still responds Kama kuna kitu ndani mwako bado kinaitikia, when you hear the word Jesus, unapoisikia jina Yesu, there's Amen. evidence, there's life in you. hiyo ni ishara ya kwamba bado kuna uhai ndani mwako. Somebody say amen. Mtu Amen. aseme amen. You do not need manufactured growth. You don't need engineered growth. Hauhitaji ile mimea ambayo imekuzwa na kitaalamu. What you need to do Unachohitaji is get close to the water. ni kusongea karibu na maji, Because when His presence reaches, kwa sababu uwepo wako unapokusongea, what is still alive, kile ambacho bado kina hai katika maisha yako, it can inaweza grow again. kuwa tena. Amen. All right. Point number 1. Kipengele cha kwanza, Water changes maji yanabadilisha what it touches. kile ambacho inaguza. So again, look at the ground around us. Hebu angalia ardhi ama udongo ulio karibu na sisi. Regardless of what you see on the surface, Haijalishi unachokiona hapa juu, we must remember nafaa tukumbuke when the rain comes, mvua itakapokuja, the same ground ule udongo begins to change. itaanza kubadilika. The rain Mvua does not argue with the ground. Mvua haibishani na udongo, It does not criticize the ground haiulizi maswali udongo for being dry. kwa kuwa umekauka. It simply touches it. Hiyo inagusa tu udongo. And sometimes, church, Na wakati mwingine kanisa, the ground udongo is a representation inaashiria of our hearts. mioyo yetu. Amen. Amen. Life can make your heart hard. Maisha yanaweza moyo wako kuwa mgumu. Disappointments can make your heart hard. Kutofanikiwa ama kutoenda vizuri kunaweza fanya moyo wako uwe mgumu. Betrayal Kusalitiwa can make your heart hard. kunaweza fanya moyo wako uwe mgumu. Even waiting for something so long Kungoja kitu kwa muda mrefu can harden your heart. inaweza fanya moyo wako uwe mgumu. You can become so used to surviving Unaweza zoea kuishi tu maisha ya kawaida that you stop feeling. ya kwamba hata usianze kuhisi. But watch what water does to the hard ground. Lakini kile maji hufanya kwenye udongo mkavu. When water keeps touching hard soil,
maji yanapoendelea kugusa udongo uliokauka, the soil begins to soften. udongo huanza kuwa nyororo. And when the soil becomes soft, Kwa hivyo udongo unapokuwa nyororo, picture this. hebu wazia hili. Now it can receive the seed. Sasa inaweza pokea mbegu. This is what the presence of God does to our heart. Hiki ndicho uwepo wa Mungu unafanya katika mioyo yetu. His presence Uwepo wake softens unakuja kufanya mioyo yetu nyororo. what life may have hardened. Kile ambacho maisha yanaweza kuwa yamefanya magumu katika mioyo yetu. And so now that your heart is become softened Kwa hivyo moyo wako unakuwa nyororo because of that scent of water, kwa sababu ya harufu hiyo ya maji. now you're able to receive the word again. Sasa unakuwa tayari kulisikia neno la Mungu. Now you're able to receive correction again. Unakuwa na hiari ya kupokea marekebisho. Now you can forgive again. Sasa unaweza samehe tena. Now you can love again. Unaweza penda tena. You can hope again. Unaweza tumaini tena. And even more importantly, Na cha muhimu, you can hear God again. unaweza msikia sauti ya Mungu tena. The water didn't change the identity of the soil. Maji hayakubadilisha jinsi tunavyojua ardhi. It changed the condition of the soil. Ilibadilisha tu hali ya udongo. So your heart may be in a dry condition, Moyo wako unaweza kuwa katika hali ambayo imekauka, but your dryness is not your identity. lakini ukavu wako haujatambulishwi na ukavu wako. So another reminder, Wacha nikukumbushe, you are not finished. wewe You haujakamilika, just need maji. unahitaji tu maji. Then I would make a amen. Amen. God's good seed can struggle in hard, dry ground. Mbegu nzuri inaweza ng'ang'ana kumea katika udongo mkavu. And again, the problem may not be the seed. Shida haitakuwa mbegu. The problem may be the condition of the soil. Shida inaweza kuwa hali ya udongo. Some of us keep asking God, Wengine wetu si uuliza Mungu maswali. why is the word not working in my life? Mbona neno hili halifanyi kazi maishani mwangu? Maybe God is saying, Labda Mungu anasema, let me work on your heart. wacha nifanye kazi kwa moyo wako. Because in Ezekiel 36 and 26, Kwa sababu Ezekieli mlango wa 36 mstari wa 26 it says, inasema, a new heart moyo mpya also will I give you, nitakupa, and I will take away nitaondoa the stony heart. moyo wa jiwe. Isn't God good? Hiyo si nzuri ya jamani? He said, I'll give you a new heart. Anasema nitakupa moyo mpya. He didn't say that you had to go earn it. Haikusema ya kwamba unastahili kupokea. He didn't say I had to go bargain for it. Hakusema ya kwamba ilifaa uende uombe mahali. He said, I'll give you a new heart Anasema ya kwamba nitakupa moyo mpya and take the stony one na away. nitatoa moyo wa jiwe. Isn't God good? Yes, Mungu ni mzuri. Amen. Before God changes what's growing around you, Kabla Mungu kubadilisha kinachoendelea karibu na wewe, sometimes wakati He mwingine has to soften yeye lazima afanye nyororo what has become hard kile ambacho kimekuwa kigumu within you. ndani mwako. And how does the dry heart find water? Je, hii hali ngumu unapataje maji? Jesus says in John 7, Yesu anasema katika Yohana 7, if anyone kama yeyote thirst, ana kiu. it didn't say if anyone needs. Asemi ya kwamba kama kuna yeyote anayehitaji. It says, is anyone thirst? Kama yeyote ana kiu. When you thirst for something, Unapokuwa na kiu kwa kitu, that means your body is responding and telling your brain you need something. inamaanisha mwili wako unaambia akili yako ya kwamba unahitaji kitu. The scripture then says, let him come unto me Maandiko yanasema ya kwamba wache aje kwangu and drink. nanywe. What was hard Kile ambacho kilikuwa kigumu begins to soften. kinaanza kuwa nyororo. What was brown Kile ambacho kilikuwa kimeshageuka kala cannot rangi become green. kinaanza kuwa rangi ya kijani kibichi. What was buried Kile ambacho kilikuwa kimezikwa begins pushing towards the surface. kinaanza kusukuma ili kitoke nje ya udongo. This is why water Hii ndio maana maji is such a powerful picture ni kitu cha muhimu na mkuu sana of God's presence. ambacho kinaashiria uwepo wa Mungu. Some of us have become spiritually dry, Wengine wetu tumekauka kiroho, still come into church, tunakuja kanisani, still know all the same songs, tunaimba nyimbo hizo hizo, still know when to say amen, tunajua wakati wa kusema amina, still knows the operations of the church, tunajua jinsi kanisa inafanya mambo but yake, inside lakini ndani mwetu you're dehydrated.
kuna umekosa maji inside your heart, ndani ya moyo wako, you are thirsty. una kiu, You're just putting up a good show. unaonyesha na Mungu nje kama wewe ni mzuri. And says, God didn't bring me all the way from America Na nasema kwamba Mungu hakunitoa kule Marekani just to tell you to look alive. kukuambia tu ya kwamba ukae kama uko hai, But what he did tell me to tell you, lakini alichoniambia ni that kuambia there is still water available, ya kwamba kuna maji yanapatikana, and he needs you to become live na nataka uwe una from uhai the inside out. kutoka ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Somebody say maji. Sema maji. Amen. Jesus doesn't offer water, he calls the thirsty. Mungu Yesu haleti maji, anaita wenye kiu. So in John 7, Yohana anaposema 37 and 38, mlango wa 37, I'm going to read it for you. nitakusomea It says, on the last day mstari wa 37, of the feast, siku ya mwisho ya sherehe, the great day, siku kuu, Jesus stood up Yesu alisimama and cried out, akalia, akapaza sauti, if anyone kama kuna yeyote thirst, aliye na kiu, let him wacha yeye come to me aje kwangu and drink. ili anywe. Whoever believes in me, Yeyote anayeniamini mimi, as the scripture has said, jinsi maandiko yanavyosema, out of his heart kutoka ndani ya moyo wake will flow kutatoka rivers mito of living water. ya mchemichemi ya maji ya uhai. Now this is said about the Spirit, Yesu akasema roho, who those who believe in him roho yule anayemwamini were to receive. atakipokea. For as yet the Spirit had not been given, Kwamba roho hakupeana because Jesus was not yet kwa glorified. sababu Yesu hakusifika. Somebody say amen. Tukaseme amina. So the part I want us to focus on, Jambo ambalo nataka tuangalie it says, if any man thirst, ni kwamba kama kuna yote ana kiu, let him come unto me acha aje kwangu and drink. anywe. He doesn't say, Hasemi come to religion. kuja kwa dini, He doesn't say, hasemi come to a building. kuja kwa He jengo, doesn't say, hasemi come because you have everything together. kuja kwa sababu mambo yako yako sawa. But what he did say, Alichosema, if you thirst, kama una kiu, come. kuja, Come. njoo. That means thirst doesn't disqualify you. Inamaanisha kiu hakikutoi, Thirst qualifies you kiu kinakuleta karibu, for the invitation. kinakufanya ili uwe. What I believe Jesus is saying, Yesu anachosema, if something inside you knows it needs more, kama kuna kiu ndani mwako inahitaji zaidi, come. njoo. There's something I want to pause and talk about right here. Kitu naomba nisimame na nizungumzie kidogo. Oftentimes, Mara mingi if we look at this in the natural, tukiangalia katika hali ya halisi, we could be walking around tunaweza kuwa tukitembea dehydrated kama tumekosa maji and not even know. na hatujui, But the signals in your body lakini kuna vitu ndani mwili is yetu telling you kinakuambia that you need something, unahitaji kitu, but you really haven't been able to put your finger on lakini haujawazia ukafikiria ni nini exactly what it's needing. nini ambacho mwili wako unahitaji. And sometimes Na wakati mwingine we'll begin to pick up things tukaanza kuwazia na kufikiria vitu that has nothing to do ambacho hakihusiki na with the sisi. body is actually hunger Tunaanza kushughulika na mambo ambayo mwili wetu hauhitaji or thirsty for. ama ambacho tuko na kiu So kwacho. we're trying to put on band-aids Kwa hivyo tunajaribu kuweka tu mambo ya kawaida, rather than fix the issue at hand. tunaanza kujifunika vidonda vitu, lakini hatushughulikii jambo halisi. And the reason why I wanted to highlight that Ni kwa sababu ambayo nimetaka kuzungumzia hili, because that's why it's important to stay in the presence of ni God. kwa sababu huu ndio umuhimu wa kukaa ndani katika uwepo wa Mungu, But because it's within His presence, kwa sababu ni katika uwepo huo He can give you discernment. ataanza kupea ufahamu, And in that discernment, na katika ufahamu huo instead of you picking up bread, utaanza kupokea kile you're unachohitaji. going after the water. Unaanza kuenda karibu na maji, Because your body may think it's hungry, kwa sababu mwili wako unafikiria una but njaa, it's actually thirsty. kumbe una kiu. So sometimes, Kwa hivyo wakati mwingine even though we may pick up the Bible tunachukua Biblia and eat on His na Word, tukasoma neno lake, not to say that's not a bad thing, sisemi hivyo ni jambo mbaya, maybe what He's calling you to do lakini kumbe chenye Mungu is to anakuitia worship in His ni presence, kumwabudu katika uwepo wake, so He can fill you ili ahisi with some living water, kwamba kuna maji maji, because that's what your heart needs at the kwa time. sababu hicho ndicho moyo wako unataka. Did that make sense? Hiyo inaeleweka. Amen. 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 Amen.
So if something inside you knows you need more, come. Kwa hivyo kama kuna kitu ndani mwako kinahisi unahitaji zaidi, njoo. If you're tired of being spiritually empty, come. Kama unahisi wewe una pengo ndani mwako, njoo. Here's a good one. Hapa ndio nzuri. If you've been serving by everybody else, kama umekuwa unahudumia watu wengine, and you've been serving on empty, na umekuwa unawatumikia bure, maybe pausing your serving, labda simamisha huduma and yako come to Jesus. na ukuje karibu na Yesu. If you're preaching, kama unahubiri but you're thirsty, lakini una kiu, come. njoo. If you're a leader, labda wewe ni kiongozi but you're thirsty, na una kiu, come. njoo. If you're singing, labda wewe ni mwimbaji but you're thirsty, na una kiu, come. njoo. The scripture says, come Maandiko yanasema njoo and drink. na unywe. I don't only want what God can give me, Simtaki tu kile ambacho Mungu ananipea, I want God. nataka Mungu. I don't only want His blessings, Sitaki tu baraka zake, I want His presence. nataka uwepo wake. I don't only want His hands, Sitaki tu mkono wake, I need to be connected to His heart. nahitaji kuunganika na yeye. Because in His heart, Ni kwa sababu moyo wake connected to my heart, ambao umeunganika na moyo wangu, will flow living waters kuna maji yanaweza kutiririka that will awaken the things that need to awaken in me, na inaanza kuamsha vitu ambavyo vimekuwa vimeanza kufa ndani ya moyo that wangu, can help with my dryness that may be inside. ambayo anaanza kuondoa ukavu wangu. Somebody say praise God. Bwana asifiwe. Amen. All right, next point. You cannot, oh, go ahead. Kipengele kinachofuatia, You cannot produce huwezi toa, without staying connected. huwezi zalisha, Without staying connected. hauwezi zalisha kabla haujaunganika. Jesus gives us another picture in John 15. Yesu anatupea mfano mwingine katika Yohana 15. In John 15, Yohana 15 he says, anasema, I am the vine, mimi ndi mzabibu, ye are the branches. ninyi ndiyo watawi. Then Jesus says, Yesu anasema, without me, bila mimi you cannot do anything. hamwezi fanya lolote. A branch Mtawi can look good for a little while, linaonekana nzuri kwa muda fulani, but after it's been disconnected, lakini baada limekosa kuunganika, it may still have its color, litakuwa na ile rangi yake, it may still have its leaves inaweza kuwa na matawi yake for a moment, kwa muda fulani, but nobody may even notice lakini hakuna mtu atakayegundua that the separation ya kwamba ule mgawanyiko eventually will show itself. Eventually will show itself. kwamba mgawanyiko ule utakuja kuonekana. And sometimes Wakati we mwingine are asking God, tunauliza Mungu, why am I so tired? mbona nimechoka? Why am I so empty? Mbona sina chochote? Where is my joy? Mbona sina furaha? Why am I struggling to produce? Mbona ng'ang'ana kuzalisha? And Jesus is saying, Na Yesu anasema, check your connection. hebu angalia muunganiko wako. You cannot live forever Huwezi ishi milele on yesterday's encounter. katika mambo uliyofanya jana. Yesterday's rain Mvua ya jana cannot always sustain today's field. haiwezi zalisha matunda ya leo. Yesterday's prayer Maombi ya jana cannot replace today's relationship. haiwezi badilisha uunganiko wa leo. Yesterday's worship Ibada ya jana cannot replace today's presence. haiwezi badilisha uwepo wa leo. Somebody scream, stay connected. Hebu sema, hebu tuunganike. Amen. Amen. Next point. Kipengele kinachofuatia, One drop of rain tone moja la mvua can look small inazoonekana kidogo until drops of rain hadi yale matone mengi come together. yanakuja pamoja. Now I want you to think about water. Nataka uangalie maji. One drop of water Tone moja la maji may look small. inaonekana ndogo. Imagine putting one drop of water in your hand. Hebu angalia kuweka tone moja la maji kwenye kiganja chako cha mkono. But then let another one drop. Lakini And then let another drop of water in. alafu uwache ile tone moja na liondoke chini. Then another. Tena lingine. Then another. Na lingine. Soon, Kidogo hivi karibuni you'll have a puddle of water in your hand. utakuwa na maji mengi kwenye mkono wako. And then from a puddle of water, Na katika maji tofauti
when more water is added, maji mengi yanapoongezeka, a stream can be created. kuna mto unaweza kutiririka. And then when streams join other streams, Kwa hivyo mito inapounganika, those waters maji hayo now feed into a river. na inakuja katika mto mkubwa. And when you look at rivers, Unapoangalia mito mikubwa, they carry big power. na inabeba nguvu mkubwa. What changed in this scenario? Nini kilibadilika katika hali hii? The water didn't stop being water. Maji hayakugeuka kuwa maji. The waters came together. Maji yalikuja pamoja. This is the picture of the church. Hii ndio taswira ya kanisa. One person praying, Mtu mmoja anaomba, it has power. ina nguvu. But imagine a whole church praying. Lakini hebu ansia kanisa How nzima powerful that can be. wakikuja pamoja kuomba, inaweza kuwa ya nguvu kiwango gani? One person worshiping Mtu mmoja akiabudu has power. ana nguvu. But imagine a whole entire community worshiping, Lakini hebu ansia kama muunganiko mkubwa unaweza kuja pamoja kuabudu, the power that it has. nguvu itakuwa kiasi gani? Think about your family. Hebu fikiria familia yako. One person surrendering to God Mtu mmoja anajiachilia kwa Mungu is powerful. ni nguvu. But when the whole family surrenders to God, Lakini familia nzima ikijiachilia kwake Mungu, it becomes more powerful. itakuwa ya nguvu kabisa. Somebody say together, Hebu sema pamoja, Amen. we can be powerful. tunaweza kuwa wenye nguvu. Amen. There is something powerful Kuna kitu cha nguvu about when God's people come together. ambacho hutokea watu wa Mungu wakikuja pamoja. That is why it's important Ni kwa maana ni muhimu to not allow yourself usiruhusu, to go into isolation. usikubali kujitenga, Because the enemy loves kwa sababu adui anapenda to attack you kukuvamia when you've isolated yourself. wakati umejitenga. But God Lakini Mungu builds a body. alijenga mwili. Scripture says the eye needs the hand, Mungu, maandiko yanasema anahitaji mkono, and the hand needs the foot. ya kwamba mkono unahitaji mguu. The pastor needs the people. Mchungaji anahitaji watu. The older generation needs the younger generation. Kile kizazi cha kale kinahitaji kizazi cha sasa. So everybody needs to understand, Kila mmoja wetu yafaa aelewe, the more we stick together, tunapoendelea kusonga tukiwa the pamoja, more we stay united, ndivyo tutaendelea kuwa na umoja, the more powerful we na become. hivyo ndivyo tutakuwa wenye nguvu. We need each other more than we realize. Tunahitaji sisi wenyewe kwa wenyewe kuliko jinsi tunavyofikiria. Somebody say amen. Mtu aseme amen. 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 My next point, Kipengele kingine, water maji always kila mara moves somewhere. yanaelekea mahali. This is something else I love about water. Hiki ndicho kama kati ya mambo napenda kuhusu maji. Water moves. Maji yanasonga And it's very hard to control water. na ni ngumu sana kuelekeza maji. You can do your best, Unaweza jaribu sana, but at times, lakini wakati mwingine if there's a small little crack somewhere, kama kuna tuka manjia kidogo, it will make its way maji yatapita and create a flow na yatatengeneza njia kuu that you didn't even ask for. ambayo haukuuliza. But when you think about mountains, Unapoangalia milima, rain falls on mountains. mvua hunyesha katika milima, It enters the soil, yanaingia katika it udongo gathers into small streams. na inaingia inakuwa mito ndogo ndogo, Those streams become larger streams, na ile mito ndogo inakuwa mito kubwa, and then rivers carry the water farther na mito hiyo inabeba maji and farther. inapeleka sehemu tofauti. Eventually, Baadaye much of that water maji hayo mengi reaches large bodies of water. inakuja pamoja na kuwa maji mengi sana. And the great thing about the cycle of life, Na kitu ambacho ni muhimu kuhusu maisha, the water eventually evaporates maji baadaye hupotea and goes back into the clouds na inarudi juu kule kwenye to form rain again. tena kutengeneza mvua. What comes down eventually Kinachorudi baadaye tena participates inakuwa in rising again. inafanya inafanya tena kuna kuinuka tena. So look at this in the spiritual. Hebu angalia mambo haya katika ulimwengu wa kiroho. When God is pouring into you, Mungu anapomwaga ndani mwako, you have to remember, lazima it's ukumbuke, not so that everything stops with you. isiye kwamba mambo hayo yabaki ndani mwako kabisa. I'm going to say that again. Narudia, As God is pouring into you, Mungu anapomwaga ndani mwako mambo, it should not stop there. haimaanishi hayo mambo yabaki ndani mwako kabisa. God blesses you Mungu anakubariki so you can be a blessing to ili uwe somebody. baraka kwa mtu mwingine. God heals you Mungu anakuponya so you can go and help somebody. ili uende umsaidie mwingine yeyote. God
teaches you Mungu anakufunza so you can go and teach somebody. ili nao uende wafunze wengine. God gives you grace and mercy Mungu anakupa rehema na neema so that you can also go and show grace and mercy. ili pia wewe uende udhihirishe rehema na neema kwa watu wengine. And that to me is so important. Na kwangu hilo ni la muhimu sana, Because sometimes the very thing we ask God for, kwa sababu mambo mengi si uomba Mungu, we fail to go and do for others. tunakosa kwenda kuwatendea wengine. We want grace and mercy from God, Tunahitaji rehema na neema kutoka kwa but Mungu, we don't give grace and mercy to our lakini brothers. hatuonyeshe rehema na neema kwa wengine. What God pours into you, Chenye Mungu anamwaga ndani mwetu you should eventually, it should eventually flow through you. yafaa uwe na uwezo wa kuelekezea wengine. John 7 Yohana 7 says, out of his belly inasema ndani ya tumbo lake shall flow kutatokea rivers mito of living water. ya maji yaliyo hai. He didn't say a cup, Hakusema kikombe, he said rivers. alisema mito. You came thirsty, Ulikuja na kiu, you drank from Jesus, ukakanywa kutoka kwa Yesu. but after you drink long enough, Baada ya kunywa ya kutosha, you start carrying water for somebody else. unaanza kubeba maji hayo kupelekea mwingine. This is why God wants you back into position. Ndio kwa maana Mungu anakuhitaji urejee katika nafasi yako. Your family needs Familia yako inahitaji what is flowing through you. kile ambacho kinatiririka ndani mwako. Your village needs Kijiji chako kinahitaji what is flowing through you. yale ambayo yanamwagika ndani mwako. Your church needs Kanisa lako what linahitaji is flowing through you. kinachomwagika ndani mwako. Your community needs Eneo lako linahitaji what is flowing through you. kile kinachotiririka kutoka ndani mwako. Somebody say amen. Mtu aseme amina. Amen. Amen. My next point. Kipengele kingine, Your roots mizizi yako determine inaashiria your response. Your roots determine your response to the season. mizizi yako inaelezea response, mwitikio wako kwa majira. In Jeremiah 17, Yeremia mlango wa 17 verses 7 and 8, mstari wa 7 hadi 8 it says, the person who trusts in God inasema mtu anayemwamini Mungu is ni as a tree planted by the water. ni kama mti uliopandwa kando ya mto. And then Jeremiah says Katika Yeremia pia anasema something real powerful. kitu cha muhimu sana, He says the heat still comes, ya kwamba bado kiangazi kitakuja, the drought still comes, kuna majira ya kiangazi yatakuja, but the tree stays green. lakini mti huu utabakia na rangi ya kijani kibichi. Why is this, you ask? Mbona hili? It's because of the roots. Ni kwa sababu ya mizizi. The difference isn't Tofauti ni that one tree never experiences heat. mti mmoja haukupokea kiangazi. The difference is Tofauti ni where the roots are planted. pale ambapo mizizi imeenda. And I've learned this personally. Nimejifunza hii mimi binafsi. There have been seasons in my own life Kuna majira katika maisha yangu when I had responsibilities, ambapo nilikuwa na majukumu, when I had work, nilikuwa na kazi, ministry, huduma, family, familia, traveling, kusafiri, people depended on me. watu wakinitegemea, And I realized that being busy, na nikaona kwamba kuwa na kazi mingi, doing things for God, kufanya mambo kwa ajili ya Mungu is not the same thing sio sawa, as spending time with God. na sio sawa na kushinda ama kukuwa na muda mzuri na Mungu. That was something hard I had to realize. Kuna kitu kigumu ilibidi nielewe, Because every day I was busy for God, kwa sababu kila mara nilikuwa nafanyia Mungu but I kazi, wasn't really spending time with God. lakini kumbe sikuwa natenga muda wangu na Mungu. This means praying like I should. Imaanisha kuomba vile natarajiwa, This means studying like I should. kusoma maandiko jinsi natarajiwa, This means worshiping like I should. inamaanisha kuabudu jinsi ninavyotarajiwa. I have allocated so much of my time being busy Nilikuwa nimetenga muda wangu kuwa kufanya kazi, and had very little time of just being with God in His presence. na nilikuwa na muda mfupi sana ili kushinda na Mungu katika uwepo wake. Amen. Amen. I think I lost my spot. Oh, here we go. All right. So you can preach and become thirsty.
Unaweza hudumu lakini bado una kiu. You can serve and become thirsty. Unaweza fanya kazi lakini bado una kiu. You can take care of everybody and become thirsty. Unashughulikia kila mtu lakini una You kiu. can have success and still become thirsty. Unaweza kuwa na mafanikio lakini bado una kiu. And I had to learn Na nibidi nijifunze my position nafasi yangu cannot become my source. haiwezi kuwa ndicho chanzo cha mambo yangu. I want you to think about that. Nakuwazie hilo. My position Nafasi yangu cannot be my source. haitakuwa chanzo cha mambo kuingia katika maisha yangu. Not even my job Sio kazi yangu can become my source. inaweza kuwa chanzo cha mambo mazuri maishani mwangu. Money and people Watu na pesa cannot become my source. haitakuwa ndio chembechembe hiyo ama hiyo mwanzo. Ministry Huduma cannot be my source. haitakuwa mwanzo wa haya mambo. It has to be God Lazima awe ni Mungu that is my source. ambaye atakuwa mwanzo wa mambo haya. And whenever I notice myself becoming dry, Nitakapogundua mimi nimekuwa mwenye I have to return to the nimekuwa na water. kiu, lazima nirudi na kukaribia karibu na maji. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Amen. Sometimes God doesn't change the weather. Wakati mwingine Mungu habadilishi hali ya anga, He deepens the roots. yeye anaingiza mizizi ndani kabisa. So you may have been praying, Unaweza kuwa umekuwa ukiomba, Lord God, stop the heat Mungu hebu punguza joto in the drought. na hali ya kiangazi, Change my circumstances. hebu geuza maisha yangu. And God has the power to do Na so. Mungu kweli ana nguvu ya kufanya hivyo, But sometimes lakini wakati mwingine God's answer isn't immediately jibu la Mungu sio la haraka hivyo changing the weather. ya kubadilisha hali ya anga. Sometimes his answer is, Wakati mwingine jibu lake ni I need you to put your roots deeper. nahitaji mizizi yako ingie ndani kabisa. Because Jeremiah says, Sababu Yeremia anasema the tree planted by the water mti ambao umepandwa karibu na maji does not stop the producing when drought comes. haitaacha kuzalisha wakati kiangazi kitakuja. This means Inamaanisha your environment hali yako ya anga doesn't have control of your fruitfulness. haina uwezo wa kugeuza mambo yako ya kuzalisha, But you can have lakini unazoweza kuwa peace in a difficult season. na amani katika hali ngumu. You can have worship Unaweza kuwa unaabudu while you're waiting. wakati unamngoja Mungu, You can remain faithful unabaki mwaminifu when money is tight. wakati pesa hazipo. You can still love Unaweza bado kufurahia after disappointment. hata baada ya kushushwa moyo. You can still believe Unaweza bado amini after failure. baada ya kuanguka. Why? Kwa nini? Because your roots Kwa sababu mizizi yako have reached imeingia ndani somewhere mahali your circumstances ambapo hali yako cannot touch. haiwezi gusa hiyo mizizi. Somebody say amen. Amen. My last point. Kipengele changu cha mwisho, The water maji. is calling you back. It's calling you back. Maji yanakuita urejee. Now we return to Job. Tunarudi katika ile mlango, ile kitabu cha Jobu. The tree has been cut. Mti umekatwa, People may have walked past it watu wametembea wamekipita and assumed it was finished. na wakajua kwamba hii imeisha, But underground, lakini chini ya udongo something was still alive. kuna kitu bado kiko hai Then something changed. na kuna kitu kikabadilika. The roots detected water. Mizizi ikahisi maji. Job says, at the scent of water, it will bud. Jobu anasema katika harufu ya maji, Not a flood of water, sio maji mengi, not a river crashing over it, sio mito inapita kwa karibu, but just a scent. lakini kwa harufu tu. So in other words, Kwa mambo mengine, sometimes wakati mwingine God only needs to give you a glimpse Mungu anahitaji kupa tu kidogo that his presence is near ya uwepo wake before something inside you kabla kitu ndani mwako starts waking up. inaanza kuamuka. That's why you felt something during worship. Ndio kwa maana ulihisi kitu wakati wa ibada. That's why your heart started beating differently Ndio kwa maana moyo wako unaanza kugonga tofauti when the word of God is preached. wakati neno la Mungu linahubiriwa. That's why something inside you Ndio kwa maana kitu ndani mwako has been saying imekuwa ikisema there has to be more. lazima iwe zaidi. It's because your roots Kwa sababu mizizi yako smells water. inahisi ama inahisi harufu ya maji. And maybe what you're feeling isn't emotional. Na labda kile unahisi sio ya kawaida tu. Maybe it's an invitation. Labda ni mwaliko.
Jesus is calling. Yesu anaita. Come back to your prayer life. Yesu anakualika njoo katika maisha. Come back to your worship life. Rudi katika maisha. Come back to studying His Word. Rudi katika kusoma neno lake. Come back to His presence. Rudi karibu na uwepo wake. And come back to the place where your soul drinks. Rudi katika eneo ambalo moyo wako utakunywa. So again, saints, anasema hivi. I do not want to end today. I do not want to end my message sitaki kumaliza ujumbe wangu just talking about pain. nikiongelea tu kuhusu machungu. I want to end about talking about Jesus. Nataka nimalize nikizungumzia kuhusu Yesu. Jesus said, Yesu anasema, if any man thirst, kama kuna yeyote ana kiu, let him wacha yeye come unto me aje kwangu and drink. na anywe. So today, kuanzia leo, if you're thirsty, kama una kiu, if you're dry, kama umekosa maji, if you're disconnected, kama umekosa kuunganika, if you need your spiritual hunger back, na unahitaji kiu yako ya kiroho, if you've been asking God to restore your passion, umekuwa ukiambia Mungu arejeshe upendo wako, just come. Njoo, because there's still water. Kwa sababu bado kuna maji. And when God's people come, na watu wa Mungu wanapokuja, especially when they come together, hasa wanapokuja pamoja, something powerful can always happen. Kuna kitu cha nguvu lazima kitatokea. Amen. 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 Tuongeze makofi kwa Bwana Yesu. Tuongeze tena makofi kwa Yesu.